Kumekuwa na mafundisho mengi juu ya umuhimu na maana ya kutoa sadaka. Leo nitakudondoshea sababu 5 za kutoa sadaka. Mungu anapotaka tutoe sadaka, hafanyi hivyo kwa sababu ana uhitaji wa mali zetu. Biblia inasema wazi, nchi na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Zaburi 24 mstari wa 1. Hivyo, sadaka sio kumsaidia Mungu awe tajiri, bali ni njia ya kutujenga sisi kiroho, kimaadili na kimahusiano naye. 1. Sadaka ni tendo la kumtambua Mungu kama chanzo cha kila baraka. Kila pumzi, kila kipato, kila mafanikio, vyote vinatoka kwake. Tunapotoa sadaka, tunasema kwa vitendo, si kwa maneno tu, Mungu, najua ulichonipa kimetoka kwako. Ndiyo maana Mithali 3 mstari wa 9 inasema, mheshimu Bwana kwa mali yako. Sadaka ni heshima. 2. Mungu anataka sadaka kwa sababu inatufundisha kuachilia tamaa ya mali. Asili ya mwanadamu ni kushikilia, kuhifadhi na kuogopa kupungukiwa. Lakini Mungu anajua kuwa moyo unaofungwa na mali hauwezi kuwa huru kumwamini. Ndiyo maana Yesu alisema, ilipo hazina yako ndipo utakapokuwa na moyo wako. Mathayo 6 mstari wa 21. Sadaka inavunja minyororo ya ubinafsi na kutufundisha kumtumaini Mungu zaidi ya pesa. 3. Sadaka ni chombo cha Mungu kubariki wengine kupitia sisi. Mungu hachapishi pesa kutoka mbinguni. Anapitisha msaada wake kupitia mikono ya wanadamu. Kanisa, huduma, yatima, wajane, magonjwa na wahitaji, wote hawa hutegemea mioyo iliyoguswa kutoa. Sadaka yako inaweza kuwa jibu la maombi ya mtu mwingine. 4. Mungu anataka sadaka kwa sababu ni kipimo cha imani hai. Imani siyo maneno mazuri wala maombi pekee, ni uamuzi wa vitendo. Unapotoa hata pale unapohisi hali ni ngumu, unasema, ninamwamini Mungu kuliko hali yangu. Ndiyo maana Luka 6 mstari wa 38 inasema, toeni nanyi mtapewa. Si biashara, bali ni kanuni ya imani. 5. Sadaka ni njia ya Mungu kutufundisha nidhamu ya kiroho. Kama ilivyo maombi na kufunga, kutoa hutengeneza moyo mnyenyekevu unaojua kupokea na kutoa kwa uwiano. Moyo unaotoa kwa hiari huwa mwepesi, wenye amani na ulio tayari kusikia sauti ya Mungu. Lakini muhimu sana, Mungu hapendi sadaka ya kulazimishwa. Biblia inasema, kila mtu na atoe kama alivyoazimia moyoni mwake, si kwa huzuni wala kukulazimishwa, kwa maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Wale wa Korintho 9:7. Sadaka ya kweli hutoka kwenye moyo uliojaa shukrani, si hofu. Kwa hiyo, Mungu anapotaka tutoe sadaka, anatualika kwenye safari ya kina ya imani, uhuru wa moyo na ushirika wa kweli naye. Sadaka si kupoteza, ni kupanda. Si kupungukiwa, ni kuamini. Si mzigo, ni baraka. Na anayetoa kwa imani, kamwe hapungukiwi na mibaraka za Mungu. Mungu akubariki sana. Advent TV Online tunasema, wewe ni wa pekee. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kutoa maoni yako.